imani inayoonekana. Haleluya. Imani inayoonekana. Bwana Yesu ninamsifu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa nini ninataka kuzungumzia au ninakwenda kufundisha somo linalosema imani inayoonekana? Haleluya. Amen. Kuna imani inaweza ikawepo ndani ya mtu na hiyo imani isionekana. Lakini kuna imani inapokuwepo ndani ya mtu, ile imani ikionekana ndio inakuwa sababu au chanzo cha kuachilia majibu na matokeo ya kile anachokitarajia kwenye maisha yake au kwenye safari yake ya imani. Haleluya. Ni lazima kama wana wa Mungu au watoto wa madhabahu hii, watoto wa DPCI, tuwe na imani inayoonekana. Haleluya. Mwambie jirani yako kuwa na imani inayoonekana. Fungua Biblia yako kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 3. Tutaanza kusoma ule mstari wake wa 12 hadi ule mstari wake wa 18. Haleluya. Tutakwenda taratibu sana. Ninaomba Mungu anipe neema ya kufundisha ili kusema na watu wa Mungu. Naomba kama umefika nisaidie kusoma, twende pamoja. Kitabu cha Danieli sura ya 3 kuanzia na ule mstari wake wa 12. Kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 12. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ulioisimamisha. Ndiyo. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira waletwe hao na ghadhabu waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Ndiyo. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii wala kuisujudia sanamu Mungu wangu wala sanamu niliyoisimamisha? Mstari wa 15. Basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia mtatupa saa hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndiyo. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hatuna haja ya kukujibu katika neno hili. Ndiyo. Kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia haweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Ndiyo. Bali kama sivyo ujue, mfalme,
uliyoisimamisha. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema na kibali cha kunena habari hizi za imani inayoonekana. Sema nasi Bwana wakati huu na majira haya kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunahitaji kusikia kwa sauti ya rohoni na kuona kwa lugha ya rohoni, ili tuweze kukaa katika hiyo imani inayoonekana na tuweze kukuona kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Uko mtu mahali hapa Bwana, amekuja imani mwako asubuhi ya leo, lakini imani yake imefichika, haionekani mbele zako Bwana. Ninaomba neema ya kuifunua hiyo imani iliyofichika, ili Bwana akutane na uweza na nguvu yako, kwa sababu mahali hapa Bwana liko jibu kwa ajili ya maisha yake, liko njia kwa ajili ya mapito yake, liko jambo ambalo Mungu umelikusudia kwenye maisha ya mtu yule Bwana. Ninaomba ibada hii mfalme wa amani ikawa ni majibu kwa watu hawa. Ibada hii Mungu uzima ikawa ni matokeo chanya kwenye maisha yetu, kwa sababu tumekuja kwako Mungu unayeonekana, Mungu unayesema, Mungu unayetenda, unayepigana kwa ajili ya adui zetu. Ninakushukuru kwa kiwango vile vile ambavyo Bwana ulimpigania Meshaki, Shadraka na Abednego. Bwana ukapigania watu wako kupitia neno hili Bwana. Ile nguvu ya neno iende pamoja na watu wako, iende pamoja na kanisa lako Jehova Shama. Ile nguvu ya neno ikageuze nia za mioyo yao, ili imani zao zikafunuliwe kwako, nasi tuyaone matokeo katika ibada ya mchana wa leo. Iko nguvu, uko uweza, uko Roho wako Mtakatifu ambaye Bwana umemwandaa, yuko tayari kutuhudumia katika madhabahu hii, na mchoro wako na mtumishi wako Bwana Susan. Mungu umempaka mafuta yako kwa ajili ya kufungua na kukamilisha, kwa ajili ya kufungua na kukamilisha. Yesu, ninakusihi kwa mafuta yako Bwana, ukalifungua kanisa lako, ukatufungua watoto wako, ukafungua watoto wako na watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kushukuru, amen. Haleluya. Bwana Yesu ninamsifu. Haleluya, watu wa Mungu. Tumejaribu kusoma kwa urefu kidogo habari za hawa vijana watatu, akina Meshaki, Shadraka na Abednego. Haleluya. Kwa nini tumejaribu kuangalia kwa urefu na kuangalia baadhi ya sehemu ya mkasa mzima ambao walikuwa wanaupitia hawa akina Shadraka, Meshaki na Abednego? Ni kwa sababu inawezekana kuna mahali wewe pia unapita, au kuna mahali umepita, lakini haujaona matokeo ya ule uungu ulioko ndani yako na ile neema ambayo Mungu amekupa na kumwamini yeye na kuja kwenye hii madhabahu. Ni kwa sababu kuna kitu kinachoitwa imani ndani yako, haijaonekana mbele ya Mungu wako, haijaonekana kwenye madhabahu ya Mungu. Ni lazima hiyo imani ionekane. Wakati nilipokuwa ninamwangalia huyu mtumishi wa Mungu Meshaki, Shadraka na Abednego, na wakati mfalme anazungumza kwenye hiyo Danieli 3 na ule mstari wake wa 15, anasema kitu kinachoitwa ya kwamba ninyi hamtaki kuisujudia miungu yangu kwa makusudi au raha. Maana yake kinachozungumzwa pale ni imani juu ya Mungu wa Nebukadneza na imani juu ya Mungu wa kina Meshaki, Shadraka na Abednego, ambaye ni Mungu aliye hai. Kilichokuwa kinatafutwa kwenye hili eneo sio ufalme au sio ukuu wa Nebukadneza. Kilichokuwa kinatafutwa ni kitu kinachoitwa imani juu ya Mungu. Kulikuwa kuna miungu wawili wanaozungumzwa hapa, Mungu wa Nebukadneza ambaye ni Mungu wa kuchonga, ambaye ni Mungu asiyeweza kulipigania, na Mungu wa kina Meshaki, Shadraka na Abednego ambaye anaweza kulipigania, anaweza kuwapigania watu wake, na ni Mungu ambaye hakuumbwa wala kutengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Ndiye anayezungumzwa mahali hapa, na ndiye ambaye
asubuhi ya leo. Umekuja imani mwa Bwana sawa, unamwabudu Bwana sawa, imani yako umeijenga wapi? Je, inaonekana mbele za huyo Mungu uliyekuja kumwabudu? Haleluya, haleluya. Hapa mara ya kwanza kabisa, ukirudi hapo mwanzo kabisa kuanzia Danieli 1 kuanzia mstari wa kwanza, wakatokea watu ambao walikuwa wanataka nafasi kwenye ufalme. Biblia inasema hawa Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa ni watu waliotoka uhamisho kutoka mahali fulani kuja kwenye ufalme fulani. Walipofika pale mahali, walikuja wakiwa ni watu wanemjua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa kweli. Wakasimama na ile imani, na yule Mungu aliyokuwa nao akawapa kibali, wakakubalika machoni pa mfalme, wakapewa nafasi. Baada ya kupewa nafasi, wakawa wakuu, wakawa maliwali. Haleluya! Maana yake wakapata vyeo. Kwa sababu ya nini? Imani iliyokuwepo ndani yao ikawatengenezea kibali. Kile kibali kilitengeneza vita. Mwambie jirani yako, kibali kilitengeneza vita. Kibali cha kina Meshaki, Shadraka na Abednego kilitengeneza vita. Sasa wakawa wanatafuta namna ya kuondoka kwenye nafasi, wasiweza kuipata namna ya kuondoka kwenye nafasi. Wakajua ya kwamba hapa tutengeneze mpango wa kuwafanya hao watoke kwenye imani, ndio njia ya kuangamisha. Adui anapotaka kukuangamisha kwenye ndoa yako, anapotaka kukuangamisha kwenye elimu yako, anapotaka kukuangamisha kwenye huduma yako, kwenye uchumi wako, anatafuta nafasi kupitia imani yako. Anacheza na imani yako, itikisike imani yako iyume, ili aweze kuingia na kuachilia uharibifu. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego wanatufundisha kitu kinachoitwa imani inayoishi na kuonekana ndani yao. Walitambua mbinu ya adui ya kutaka kuwadhoofisha katika eneo la nini? Ya imani. Bwana Yesu ni namsifu. Haleluya, watu wa Mungu. Ndipo mfalme alipokubali yale maagizo au ushauri wa wale watu wake wa karibu wa kuitengeneza sanamu na kuiweka, halafu kuna vitu vikao vinaendelea kwamba ikipigwa filimbi, panda, zumari na kila ambacho kilikuwa kinaashiria kitu kinachoitwa ibada, ilitakiwa watu wote waanze kuiabudu au kuisujudia ile sanamu. Haijalishi akina Meshaki walikuwa na Mungu wa kweli, iliwapasa kuisujudia nini? Sanamu. Maana yake iliwapasa wao waiache imani yao ili waende kwenye imani ya Mungu wa kutengenezwa. Ndipo akina Meshaki, Shadraka na Abednego hawakufanya hivyo. Kwa sababu gani hawakufanya hivyo? Biblia inatueleza kila waliposikia ile filimbi, zumari, panda na kila kiashiria cha kwamba sasa ni wakati wa kuiabudu ile sanamu, wao walienda mbele za Mungu aliye hai, wakamsujudia Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi, aliyefanya kila kitu kwa uwezo na mkono wake, aliyewapa neema, nafasi na kibali. Wakamsujudia sio kwa kujificha, wakamsujudia kwa ujasiri. Haleluya. Maana yake ni nini? Hao walitaka kuionyesha imani. Haleluya. Mtu mwenye imani hafanyi jambo kwa kujificha, hamtafuti Mungu wake kwa kujificha, anaenda kwa ujasiri, kwa sababu ana uhakika na Mungu wake, ana uhakika na mahali hapo, ana uhakika na kila anachokifanya. Imani inatengeneza ujasiri wa mtu kujisimamia na kusimama kwenye kweli ya lile neno la Mungu na kile ambacho amekusudia kufanya. Imani ina kitu kinachoitwa ujasiri. Imani inaonekana. Ndipo watu wakawaona akina Meshaki, Shadraka na Abednego katika imani, wakampelekea habari mfalme. Ndipo Biblia inaanzia kwa kusema ya kwamba hao watu, haleluya, haleluya. Biblia inaanza kwa kusema kwa mstari wa 12 ambao tumeuanza
wakazi ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao wao hawakuheshimu wewe wala hawakukusujudia wewe. Maana yake ni nini? Waliona imani ya kina Meshaki, Shadraka. Jirani yako, je, imani yako inaonekana tofauti na wasioamini? Imani yako inaonekana tofauti na wapagani? Kama Bwana walipesali, imani yako inaonekanaje? Hiyo jibu la kwako mwenyewe. Umekuja mahali hapa kumwabudu Mungu asubuhi ya leo, imani yako inaonekanaje? Imani ambayo iko tayari kupokea inaonekana katika roho. Na ndio Bwana anaposimama sababu anaona kuna mtu mmoja imani yake iko tayari kupokea. Anaiona imani inaonekana. Haleluya. Imani inafanyaje? Inaonekana. Na kama imani inaonekana, lazima Mungu anaposimama kwenye madhabahu kupitia mtumishi wake hataanza kushughulika na ile imani inaonekana, sio imani isiyoonekana. Kama unataka Mungu akuone mahali hapa asubuhi ya leo, onyesha imani yako kwenye madhabahu, onyesha imani yako mbele za Mungu. Mtumishi wa Mungu anaposimama aachilie yale mafuta ambayo Mungu anayakusudia kwa ajili yako, kwa sababu imani yako inaonekana iko tayari kupokea. Na ndio maana kwa mtumishi alisimama akafundisha kwa habari ya imani ni mkono wa kupokea majibu katika ulimwengu wa roho. Anawapa nafasi kwa lugha ambayo yeye anaita nini? Ni nafasi ya kina Meshaki, Shadraka, kina Abednego kujinusuru kwenye ile adhabu au ile amri ambayo ilitolewa. Akasema, je, mliyafanya haya kwa makusudi au kwa kutokujua? Basi ikiwa kuanzia sasa mtakaposikia sauti ya filimbi, sauti ya zumari, panda na kinubi na kila kitakachoashiria kwa habari ya ibada, mtaamua kuisujudia ile sanamu, basi hamtoangamia. Lakini kama mkifanya vile mlivyofanya mwanzo, mtafanyaje? Mtaangamia. Shadraka anajibu kwa ujasiri, anasema, mfalme, halina haja ya sisi kukujibu juu ya jambo hilo. Haleluya, haleluya. Anaionyesha imani iliyobeba nini? Ujasiri. Haleluya, haleluya. Ukirudi kwa habari kwenye kitabu kile cha Wafalme, ukiangalia kwa habari ya Daudi pamoja na Mfilisti yule Goliati. Goliati alikuwa anawaweza wana wa Israeli katika vita ile, sio kwa sababu Goliati alikuwa ni shujaa wa vita, kwa sababu Goliati alijua kuitikisa imani ya jeshi la Israeli. Imani yako ikitikisika, hata kama kuna jambo unashughulikia, kuna jambo unapambana nalo, hauwezi kuona matokeo chanya, kwa sababu imani yako imetikisika, haijawa imara. Na ndio maana alikuwa anawadhoofisha kwa maneno ya kuwakatisha tamaa, kwa maneno ya kuwarudisha nyuma. Na kweli wana wa Israeli, ile jeshi la Israeli lilikuwa linatikisika, linaogopa, linakimbia. Alipofika mtu mmoja Daudi, anaenda katika uwanja wa vita, anakutana na maneno ya kuitikisa imani kutoka kwa Goliati. Daudi anasema ya kwamba, wewe umenijia mimi kwa panga, kwa mkuki, kwa pumu na kila silaha ambayo umekuja nayo. Mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Anamuonesha imani yake ipo katika vitu, imani yake ipo katika jina la Bwana wa majeshi. Nimekuwa nikimwona Mungu anipeshaye kila mahali ninapokwenda. Nimekuwa nimemuona Mungu wa madhabahu, Mungu wa mtumishi Susan, kila nilipokanyaga na kila nilipoingia, haijalishi niliingia kwa namna gani, nilitoka kama mshindi, kwa sababu nilikuwa ninatembea na jina la Bwana wa mapeshaye. Ninajivunia sana kwa mtoto wa madhabahu. Ninajivunia sana kwa mtoto wa mchungaji Nabii Susan. Ninajivunia sana kwa sababu ninamuona Mungu wa madhabahu kwa macho. Haleluya. Imani yangu naliweka katika hii madhabahu kwa mtumishi wake. Bwana Yesu ninamsifu. Nikaendelea, nataka nikupe ushuhuda. Haleluya. Wakati ninaondoka, ninaenda kuanza huduma. Nilitoka Gosheni hapa nikiwa ninaenda kuanza huduma Mbeya Global.
Haleluya, haleluya. Nilipofika pale mahali tukaanza huduma karibia mwezi mzima, nabii wa Bwana alitupeleka tukiwa watatu, watumishi watatu, ila mshika ambaye atakao kanizwa kituoni ilikuwa ni mimi. Haleluya. Na kweli nikasimama kama mchungaji pale mahali, tukamtumikia Mungu, tukaanza kujenga madhabahu, tulikuwa tunamwona Mungu. Watu walikuwa wanabarikiwa, watu walikuwa wanafunguliwa, watu walikuwa wanaokolewa. Haleluya. Ulipo katika mwezi, simu ikapigwa, tukakaa kikao cha ulani kupitia nabii Susan, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Akasema kama Bwana aishivyo, mtumishi Erasto utaondoka utaenda Dodoma. Just imagine kwamba nimeshajiandaa na tayari nimeshajua nimefika mahali ambapo sasa ndio ninasimamisha nini? Huduma. Imani yangu iko pale mahali na nimeanza kuyaona matokeo pale mahali. Halafu ninaambiwa niende wapi? Dodoma. Kama mwanadamu moyo wangu uliumia. Moyo wangu ulinama. Haleluya. Na ashukuriwe Mungu alinipa mchungaji anayeona sio kipofu. Aliona moyo wangu ulivyoumia na kujeruhiwa. Haleluya. Naliondoka pale mahali, sikumwambia mtu zaidi ya mke wangu. Nalienda polini mahali ambapo sikuwahi kufika. Na niongee kumbuka, ninaenda kumtafuta uso wa Mungu. Amen. Na kulizaini kuacha huduma. Nirudi kibaya nije niendelee na maisha mengine. Lakini wokovu siachi. Moyoni nilikuwa ninaazimia hivyo. Haleluya. Ninakwambia hivi, nataka nijenge imani yako ianze kuonekana. Nilipofika katika eneo la maombi yapata saa 12 saa 1 kasoro, nikaingia kwenye maombi, inafika saa 2. Sauti inaniambia ya kwamba aliyekupeleka Mbeya ni nani na aliyekupeleka Dodoma ni nani? Uliyekuja kumtumikia Mbeya ndio unayepeleka kumtumikia wapi? Dodoma. Maombi yakakata, ukame ukaingia. Sikuwa nataka kuendelea. Nikarudi nyumbani usiku. Wakati huo unajua Bwana kumbe amekwisha kuona. Anauliza watumishi, wanasema mtumishi ameondoka hapa, tujua anaenda wapi. Mtumishi wa Mungu akawaambia, msihangaike wala msipate shida. Haitofika saa 2 lazima harudi, Bwana amenionyesha. Haleluya. Sikiliza ndio Bwana. Akawaambia mimi sijui. Nakuja, nasema sasa na mimi nataka niwaambie. Nimepata majibu ya nataka nifanyaje? Nikamwambia mke wangu, hakikuuliza mtu mwambie hajarudi. Niko ndani. Ndio chai asubuhi unakunywa, mtumishi yuko wapi? Hatujui. Haleluya. Niko wapi? Ndani. Nasikia. Mchana yuko wapi? Hatujui. Jioni sasa nataka nichukue maji nikaoge. Maana ya pia twende ukaoge, maji ameshaniandalia. Natoka nakutana na watumishi wengine. Haleluya. Mtumishi umerudi? Nikamwambia mimi nimerudi. Lakini naambia Bwana alituambia umerudi jana. Alituambia kwamba hautolala polini, utarudi kwa sababu Mungu amemuonyesha. Niliogopa na kutetemeka juu ya Mungu alipesha. Ushuhuda wangu ukishapo, nilivyoondoka kutoka Mbeya kwenda Dodoma, nimeenda kuanza huduma. Nipo kule mahali, najua Bwana anajua namna ambavyo mimi nimeenda kwenye huduma. Ni kwa sababu Mungu alitaka kuinua na kuijenga imani yangu juu ya Mungu aliye hai, sio juu ya wanadamu. Haleluya. Na alikuwa kama niko mwenyewe, lakini mtumishi wa Mungu alikuwa yuko nyuma yangu kila hatua. Amina. Ilifika wakati mke wangu alipokuwa anamishi maisha ya huku Kibaha, kwa maana ya nyama, kwa maana ya wali, Mungu alikuwa anamuinua mtu ambaye sio kanisani kwangu. Haleluya. Akiwaza ndani kwa habari ya nini? Ya wali. Anampa hela huyo mama. Akitoka nje, mchungaji kanunua mchele kilo 1, kanunua mchele nusu. Kilo 1 ya kwenu, nusu ya kwangu. Anaenda kununua. Kanunua nyama nusu, kanunua nyama nusu. Sio anapakua ile upiko, anampa hela akanunua mwenyewe. Ni kwa sababu gani? Nguvu ya imani ambayo Mungu alijenga kwangu kupitia madhabahu ilikuwa inaishi kila mahali nilipokuwa ninaenda. Kwani nilimuona Mungu na imani yangu ilikuwa na kujengeka. Nini nataka nikuonesha? Nini nataka nikwambie? Imani yako ikionekana, hata kama upo katika hali ya uhitaji, Mungu atafanya jambo kwa mazingira ambayo wewe hauwezi kuyatarajia, kwa sababu imani yako
inaonekana mbele za Mungu. Imani yako inamfanya Mungu afanye jambo kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Nimemwona Mungu, nimemwona Mungu wa mahali hapa. Haleluya. Hivi unavyoniona ni kazi ya mtumishi Susan na hii madhabahu kunijenga mtumishi wake. Nipo hivi nilivyo, na ni maombi yangu Mungu anipe moyo unyenyekevu wa kushuka na tamani kupata vitu kwa mtumishi wa Mungu na Susan. Kila alichokitamka kwenye maisha yangu hakuna ambacho hakikutokea. Kila jambo lilitokea kwa sababu nalikuwa na imani juu yake, nalikuwa na imani juu ya madhabahu. Narudi kwa habari ya kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Ndipo walipomwambia mfalme juu ya maneno haya kwamba mfalme asijisumbue katika jambo lote, hatuna haja ya kumjibu. Lakini yeye akiona vyema na afanye lile analolikusudia, kwa sababu Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wetu tunayemtumikia hanaweza kutokoa na mikono yako, asivyo na tuangamie. Lakini sisi hatutoisujudia sanamu. Shadraka, Meshaki na Abednego wanaionyesha imani yao kwa ujasiri katika nyakati ngumu ambazo wangehitaji kujipendekeza ili wapate nafasi machoni pa mfalme Nebukadneza. Lakini imani ikawajengea ujasiri wao kujisimamia. Haleluya. Imani ya mtu aliyeokoka, aliye na Mungu wa kweli, haionekani nyakati tu za amani, haionekani nyakati tu za raha, inaonekana nyakati za shida, nyakati ambazo ndizo adui anataka kuthibitisha kwamba wewe si wa Mungu, na ndizo nyakati ambazo imani inatakiwa ithibitishe kwamba wewe ni wa Mungu.